Saikolojia ya mapenzi. Swala 00045. Hali halisi. Unajua kitu kinachoshangaza zaidi kuhusu magereza? Sio uhalifu uliopo ndani yake, bali ni barua zinazoingia. Historia inaonyesha kuwa baadhi ya wahalifu na wauaji katili zaidi duniani, watu kama Ted Bundy au Charles Manson, walipokea mamia ya barua za mapenzi, picha za utupu na hata maombi ya ndoa wakiwa gerezani. Swali ni, kwa nini? Kwa nini mwanamke au binadamu yoyote angevutiwa kimapenzi na mtu ambaye ana uwezo wa kutoa uhai? Leo tunazama kwenye kile wataalamu wanaita hybristophilia. Karibu kwenye ulimwengu wa saikolojia ya giza. Karibu kwenye akili nyeusi. Section 1. Hybristophilia ni nini? Kitaalamu, hali hii inaitwa hybristophilia. Pia inajulikana kama Bonnie and Clyde syndrome. Ni hali ya kisaikolojia ambapo mtu anapata msisimko mkubwa wa kimapenzi au kijinsia kutoka kwa mtu ambaye ni mhalifu, hatari au katili. Lakini usichanganye hili na kupenda tu bad boy wa mtaani. Hapa tunaongelea mvuto uliopitiliza kwa watu ambao jamii inawaogopa. Wataalamu wamegawanya hali hii katika makundi mawili. Passive, wale wanaotaka tu kuhusiana kwa barua na ndoto. Active, wale wanaofikia hatua ya kusaidia uhalifu huo. Lakini swali kuu ni, nini hasa kinatokea kwenye akili ya mwanamke anayempenda monster? Section 2. Evolutionary Psychology. Jibu la kwanza linaturudisha nyuma maelfu ya miaka. Hii inaitwa evolutionary psychology. Zamani za kale, mwanaume aliyekuwa na nguvu, ukatili na asiyeogopa hatari ndiye alikuwa na uwezo mkubwa wa kulinda familia dhidi ya wanyama wakali au maadui. Kwenye ubongo wa baadhi ya wanawake, kuna programu ya zamani inayoitwa primal instinct. Programu hii inatafsiri ukatili na ujasiri wa mhalifu kama ishara ya jini bora au uwezo wa juu wa ulinzi. Ingawa tunaishi dunia ya kisasa yenye sheria, sehemu ya chini ya ubongo bado inamnong'oneza, huyu mwanaume ni hatari kwa wengine, lakini ana nguvu ya kunilinda mimi. Section 3. I can fix him. Sababu ya pili ni ya kihisia zaidi. Wanawake wengi wanaovutiwa na wanaume hawa wanaamini wana nguvu ya pekee ya kubadilisha tabia za mtu. Hii tunaita the fixer mentality. Mwanamke anajiamini kwamba dunia nzima